Zungumza usikike. Wamepandisha ni shilingi 15. Hata choo yenyewe ilifungwa juu mwenyewe anajua. Kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30. Paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa. Kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wale ambao wanaenda kuletwa. Tukiangazia yaliyojiri, yanayojiri na yatakayojiri. Sauti ya Mtaa, tupo kwa ajili yako. Ujambo mtazamaji wa Bethel Clouds TV, karibu katika kipindi chetu cha Sauti ya Mtaa. Nakumbuka hivi leo mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV tumeweza kukita kambi katika eneo la Bama Market. Na katika eneo hili la Bama Market, jinsi unatazama, kwa kweli biashara zimeweza kufunguliwa. Biashara inaendelea kwa njia iliyo shwari sana. Ukiangalia katika mkahawa mambo yanaendelea, kazi inaendelea shwari sana. Ukiangalia hata wachuuzi hapa wanauza kuku, kwa kweli biashara zinaendelea, zimeweza kutokota katika. Kumbuka leo mtazamaji wetu kuhusiana na swala nzima la kesi ambayo iliwasilishwa na muungano wa Azimio katika mahakama ya upeo kuhusiana na swala nzima la rais mteule Moyo. Na jinsi unaona pia katika eneo hili na bodaboda wameweza kuendelea na kazi yao kwa hali iliyo shwari sana. Na pia tukiangalia katika eneo hili kwa kweli mkahawa unaendelea kwa kazi iliyo shwari sana mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV. Na unaangalia kwamba kwa kweli kila kitu iko sawa. Hata wale ambao wanaweza kula kwa njia iliyo shwari mtazamaji wetu. Na tunasema tu kwamba katika eneo hili ndiposa tutaweza kuzungumza na wakazi swala nyeti kuhusiana na kesi inayoendelea hivi sasa katika mahakama ya upeo. Na kumbuka tunasema kwamba mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, watazamaji ama wananchi katika eneo la Bama Market wajaweza kuathiriwa na shughuli nzima la kesi ambayo inaendelea katika eneo la Bama Market. Kwa kweli unaona biashara zimeweza kufunguliwa na shughuli iliyo shwari sana mtazamaji wetu. Jinsi unaona kwamba kila mahali shughuli imeweza kung'oa nanga. Na zidi kuhimiza tu kwamba mtazamaji wetu tutazidi kuzungumza nawe na tukujuze jinsi mambo, maana hali hata hapa kidogo mpiga picha wangu ataweza kuonyesha huyu ni ambaye anaweza kutia makali katika kisu, na kazi inaendelea. Tunasema kwamba kazi katika eneo hili mtazamaji wetu inaendelea katika kazi. Mtazamaji wetu tunasema kwamba kila kitu iko sawa katika eneo hili na tunasema tu kwamba mtazamaji wetu tutazidi kukujuza jinsi mambo yanazidi kujiri katika eneo hili la Bama Market. Na kumbuka nasema kwamba ni Omoding na tazidi kujuza jinsi unafahamika kwamba mtazamaji wetu hivi sasa ni takriban siku ya 3 tangu kesi hiyo ianze kusikizwa katika mahakama ya upeo. Acha tusikie ni kauli zipi wakazi wa Bama Market wako nayo kuhusiana na kesi hiyo inayoendelea katika mahakama ya upeo. Andamana nami hadi tamati. Langu jina Omoding Pascal. Bora isikuwe kwa furugu kwa wananchi. Bora tufanye kazi, maisha iendelee kama kawa. Naam. Na kwa maneno yako tu unatarajia nini kama mwananchi wa kawaida kwa kesi inayoendelea katika mahakama ya upeo? Watarajia nini? Matokeo watarajia nini? Bora ikuwe ni ya haki na ukweli. Naam. Na je, waweza himiza nini wa Kenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Kila mtu aendelee na maisha yake mpaka tupate suluhu ya mwisho. Naam. Okay, ninashukuru kwa wakati wako kaka. Asante. Na mtazamaji tu wetu wa Bethel Clouds TV, ninazidi kusemezana na wakazi kutoka eneo hili la Bama Market, na pia bila kupoteza muda nitaweza kuungana na kaka hapa. Ndio yupo katika haraka, lakini nitaweza kusemezana naye pia tusikie kwamba ako na yapi kuhusiana na kesi inayoendelea hivi sasa katika mahakama ya upeo. Na bila kupoteza muda utaniambia tu jina kaka, waitwa nani? Kama jina najulikana kama Branton, mkaji wa Madare. Naam. Mimi ni mwana bodaboda. Naam, kwa maneno yako tu Branton, je, uko na maoni yapi kama mwananchi wa kawaida kuhusiana na kesi inayoendelea katika mahakama ya upeo hivi sasa? Kusema ukweli Wakenya tumechoka. Kila wakati, kila baada ya miaka 5 kwenda mahakamani kufanya kesi ya kura zimepotea, sijina nikadhulumiwa. Kusema ukweli tunachomba mahakama ifanye haki. Na kitu kingine, Wakenya tumechoka, sasa hatuna chakula. Corona imeaffect uchumi kabisa hapa Kenya. After corona hizo campaign pia zimeaffect. So
mali mahakama wanajua ukweli upo. Kama Ruto alishinda aapishwe, na kama mzee alishinda kweli wafanye haki, wahesabu kura, mzee aapishwe. Hatuna haja na kurudi tena kwa mambo ya uchaguzi. Na IBC kama Jebukati anajua kweli mtu alifanya makosa kulingana na sheria, afungiliwe mbali ili iwe funzo kwa watu wengine. Sio kila mwaka kila wakati mahakamani, kila wakati mahakamani. Wakenya tunataka tufanye uchaguzi wa haki na uwe na uhuru, ambapo kila mgombea atakubali kama ni kushindwa ameshindwa, akubali ameshindwa. Sio kila wakati kila mwaka kotini. Hiyo hatutahitaji tena hapa Kenya. Yeah. Na kwa maneno yako tu, je, watarajia nini kutokana na kesi inaendelea katika mahakama kuu? Watarajia nini kama mwananchi wa kawaida? Mimi kama mwananchi wa kawaida, kitu cha kwanza mimi ni supporter wa Raila Odinga damu. Kitu tunacho expect sasa watu wa Raila ni Raila apewe haki yake. Tumekuwa wema sana wa Kenya, tumeshuhudia yote yanayofanyika na wanasiasa, mchezo wa IBC, lakini raundi tuliamua amani. Mimi mwenyewe ni msanii, hata kuna wimbo wangu kienda YouTube pale utaupata, tumeimba kuhusu amani, upendo na umoja. Na katika huo wimbo mimi mwenyewe nimeambia wa Kenya, piga kura, kuwa na subira, rudi nyumbani, subiri matokeo. Na ni kweli Wakenya walisikia mwito huo, wakapiga kura, wakarudi nyumbani, wakawa na subira, wakasubiri matokeo. Kitu cha kushangaza ni pale matokeo yalipotokea tena kuna utatanishi ukaanzia hapo hivyo. Yeah. Na je, unaweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Waweza himiza nini Wakenya? Mimi nawaahidi mahakama itafanya haki. Kwa hivyo Wakenya wawe na subira, wangoje vile itakavyotangazwa. Kama ni Ruto ametangazwa, tuweke amani. Kama ni Raila Odinga atakuwa ametangazwa, pia tuweke amani. Wale wote ni Wakenya. Ruto ni Mkenya mwenzetu, Raila pia ni Mkenya mwenzetu. Yeah. Ninashukuru kwa wakati wako kaka. Okay, asante pia. Naam, mtazamaji tu wa Bethel Clouds TV, bado hizo ni kauli tu ambazo tunazidi kupata kwa wakazi wa Bama Market, na bila kupoteza muda pia bado nitaweza kuungana na dadi tu hapa kando yangu aweze kuniambia kwamba ako na yepi kuhusiana na swala hili nzima la mchakato unaoendelea katika mahakama ya upeo kuhusiana na kesi iliyowasilishwa na muungano wa Azimio kupinga uchaguzi wa urais. Tunaweza tu kuniambia jina, waitwa nani dadi? Mimi naitwa Patrick Kamau. Naam Patrick, kwa maneno yako tu, uko na maoni yapi kuhusiana na kesi inayoendelea katika mahakama ya upeo hivi sasa? Mimi vile nilikuwa nafikiria hawa watu kama kesi koti ikisema vile itasema, tutocheke na haya mambo. Nikisema turudie. Wakisema mambo haikukuwa mbaya, tutocheke naye, sababu hawa ndio hukumu inatoka kwa officials. Sasa kwa hivyo hatuwezi kataa vile watakata kauli. Na kwa maneno yako tu, je, watarajia nini kutoka kwa mahakama ya upeo kuhusiana na kesi inayoendelea? Kama mwananchi wa kawaida watarajia nini? Na ile kitu ningesema warudie, ndio hii mambo iondoke kwa watu, ndio wajue kweli ni nani alikuwa amechaguliwa. Wafanye ingine tuone vile itakuwa. Yeah. Na je, tukimalizia tu, unaweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama kuhusiana na wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Unaweza himiza nini Wakenya wakisubiria uamuzi utakaotoka katika mahakama ya upeo? Hivyo ndivyo nilikuwa nataka kuambia Wakenya, watumbili ile mahakama itasema, wakubaliane naye. Mambo itakuwa sawa. Nashukuru kwa wakati wako dadi. Nashukuru kwa wakati wako sana. Asante. Na pia wacha tuniweze kuungana na mama kando yangu tu hapa hivi aweze kuniambia kwamba ako na yapi kuhusiana na swala hili nzima la kesi inayoendeshwa katika mahakama ya upeo. Jinsi tunafahamika kwamba hivi sasa ni takriban siku 3 tangu kesi hiyo ianze kusikizwa katika mahakama ya upeo. Na bila kupoteza muda, utaniambia tu jina mama, waitwa nani? Mimi jina langu naitwa Veronica Okelo. Kwa maneno yako tuko na maoni yapi kuhusiana na kesi inayoendelea katika mahakama ya upeo? Hii kesi yenye inaendelea katika hii koti, sisi tunataka vijana wameangamisha Kenya. Sisi tunataka wazee wapeweko, tusikieko utamu ya wazee. Tusikie utamu ya wazee. Kulingana vijana, ile bili tumewekewa yao ya madeni yenye Mkenya atalipa. Nimesikia tutalipa paka mjukuu. Mjukuu yangu atalipa na nini na ana kazi. Sasa kile kiko mpatie hata huyu msaa onja, amesaidia Kenya sana. Sana. Ameleta vyama mbili, amefanya nini, amepigania Kenya, wamepigwa wakiwa na Wamadwa, amepigwa wakiwa na Kebaki. Kwa nini hao watu hawezi kumsupport? Na amesupport hao miaka mingi sana.
sawa, ni hivyo tu na Mungu ambariki. Na je, tukimalizia tu msiende kwanza haraka. Tukimalizia, kama wewe mwananchi wa kawaida, watarajia nini kutoka katika mahakama ya upeo kuhusiana na kesi inaendelea? Kwa wewe unatarajia nini kama mwananchi wa kawaida? Mimi natarajia ili maisha yangu iendelee, nione kitu mzuri hapo mbele. Wasiende kutuangamisha, wakuje kutupiga. Sisi ndio tulipiga kura. Wasikuje kutupiga, mahakama iamue wananchi tupigane. Sisi tunataka tukue na amani. Tuuse mambo ile tunazoea. Ni hiyo. Na tukimalizia, unaweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Unaweza ambia nini Wakenya ama kuwashauri nini wakisubiria uamuzi wa mahakama? Wakenya, mimi nawasubiri watoto yangu, wazee wangu, wa baba yangu, wanani wangu, wasichana yangu. Msiende kwa kitikati kwa barabara mnaenda kupigana. Mnapigania nini? Ni nini yenyu iko huko? Yenye mnapigania iko? Basi. Asante, nashukuru kwa wakati wako. Wacha niweze kuungana pia, tuna mama hapa kando ameweza kushika ndoo hapa. Tunasema kwamba kazi ni kazi, kweli yako kazi hapa Janda katika eneo la Bama Market. Tutaweza tukuniambia jina, waitwa nani mama? Felista, uko na maoni yapi kuhusiana na kesi inaendelea katika mahakama ya upeo kama mwananchi wa kawaida? Mimi niko na maoni kwamba hao majudges waseme ukweli. Na wakisema ukweli, itakuwa funzo kwa Wakenya. Juu Kenya wanasema iko na demokrasia na Kenya haina demokrasia. Ikiendelea tu hivyo na mahakama pia wasipokuwa na ukweli, hii Kenya imeharibika kabisa. Na wakikuwa na ukweli, itakuwa funzo na kwa wenye watazaliwa pia. Na hata kwa wenye watakuwa na uongozi ijao, itakuwa funzo kwao. Na hata watu wa kufungua saba wafungue, tujue ukweli iko wapi. Na je, kama wewe mwananchi wa kawaida, wasubiria nini kutoka katika mahakama ya upeo kuhusiana na kesi inayoendelea? Unasubiria nini ama unatarajia nini kutoka katika mahakama ya upeo tukisubiria uamuzi utakaotoka huko? Sisi tunatarajia tu mema. Kwangu mimi natarajia ikuwe mazuri. Yule mahakama atatupea, tutafanya kazi na yeye. Bora tu asitufanyishe kazi, lakini yani kazi ikuwe kazi mzuri. Yule mahakama ataamua na ikuwe ya ukweli, tutafanya naye kazi. Huyo ndiye atakuwa kiongozi. Na je, unaweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Unaweza himiza nini Wakenya? Mimi nahimiza Wakenya kwamba tukae na amani. Yale yenye yametendeka nyuma tusahau. Tuweke kwa kaburi la sahau. Na tuendelee na maisha yetu. Kwa ajili hakuna mwenye atakupea chakula kwa mkono yako. Utaenda kujitafutia. Na hiyo uamuzi ikikuwa mzuri, wacha tuendelee na maisha yetu. Kila mtu aendelee na kazi yake. Bora tu Kenya ikuwe Kenya ya amani. Amen. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako. Amen. Wacha niweze kuungana pia tu na mama hapa hivi aweze kuniambia kwamba ako na yapi kuhusiana na swala hili nzima la kesi inayoendelea katika mahakama ya upeo. Narudi kwako. Sasa utaniambia tu jina, waitwa nani? Naitwa Esther. Esther, uko na maoni yapi kuhusiana na kesi inayoendelea katika mahakama ya upeo hivi sasa? Mimi naona kuna amani sasa, hakuna haja tena kuleta vita kwa sababu ya hiyo. Acha tu ikae vile ilikuwa. Naam. Na je, unatarajia nini kama mwananchi wa kawaida kwa maamuzi itakayotoka katika mahakama ya upeo? Unatarajia nini kama mwananchi wa kawaida? Tu amani. Hivyo tu. Na unaweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Unaweza shauri wa Kenya nini wakisubiri uamuzi utakaotolewa na mahakama? Sina ingine. Unaweza washauri. Okay, sawa, huyo ana maoni sawa. Wacha niweze kuungana na ndugu tu hapa niambie kwamba ako na yapi kuhusiana na swala nzima la kesi inayoendeshwa katika mahakama ya upeo. Utaniambia tu jina, waitwa nani kaka? Mimi naitwa Liza. Liza. Naam, Liza. Watokea eneo gani? Natokea Umoja. Watokea Umoja. Uko na maoni yapi kuhusiana na kesi inayoendelea hivi sasa katika mahakama ya upeo? Sisi ile kesi inaendelea kwa mahakama, sisi tunataka Wakenya amani. Amani idumu. Kwa sababu ile amani tumeshapata saa hii ni kitu kubwa hatujaiona. Hatujaiona election kama hii. Na hatutaki tena vita. Tunataka amani iendelee nchi yetu. Naam. Na je, ni matarajio yapi kama mwananchi wa kawaida unayo katika uamuzi utakaotoka katika mahakama ya upeo? Watarajia nini kama mwananchi wa kawaida kwa maamuzi itakayotolewa na mahakama ya upeo? Natarajia amani na kuwahimiza Wakenya Kenya itatolewa na mahakama, si tuendelee na maisha yetu. Wale wote kwa viongozi hakuna yule anatusaidia. Tutapambana na maisha yetu ya kawaida kila siku. Naam. Yes. Na je, tukimalizia tu, unaweza ambia nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Naambia tudumishe amani. Yes.
Naam. Tupende nchi yetu. Okay, asante sana, nashukuru kwa wakati wako kaka. Naam, pia wacha niweze kuungana na ndugu, utasonga tu mbele kidogo. Uweze tu kuniambia jina, waitwa nani? Naitwa Jaco Ching. Naam, kwa maneno yako tu uko na maoni yapi kuhusiana na swala nzima ama kesi inayoendeshwa katika mahakama ya upeo hivi sasa? Mimi nitamwambia Wakenya ile itatoka ndio tuende nayo mbele. Naam, na je, watarajia nini kama mwananchi wa kawaida kwa uamuzi utakaotolewa na mahakama ya upeo? Watarajia nini? Ile itatoka tuweze jua. Naam. Na labda ukimalizia unaweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Wakati tuna amani vile wako, utaendelea na kazi yake. Na pia wacha niweze nisiache ndugu kando pia. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako. Uniambie tu jina ya utasonga Muhammad Juma Njuguna, babangu alikuwa mtangazaji. Sasa mimi nasema kama Wakenya, Mungu atuongoze, Allahu Akbar. Mungu atulinde, Mungu atuhifadhi katika kazi zetu. Mungu atulinde kama soko ya muda beba na 5. Urubag na 5. Soko ya Wakenya wabe na kobole na wengine hiyo ni yao, wapambane na maisha yao na mbeleni, na sisi tulikuwa na mbele yetu. Mungu atuongoze, Mungu atulinde katika siku ya leo. Wale ni watu wa moja, wanakula tebo moja. Sisi tunakula kwa sahani ya plastic, tunakula kwa sahani ya bakuli, na tumesema nyi watu wa bakuli mtupatie pia si kaure. Kaure oe, kaure tosha. Okay, sawa, nashukuru kwa wakati wako. Naam, hiyo imekuwa tu ni kauli ya ndugu yetu pale. Utaniambia tu jina, waitwa nani kaka? Kwa majina naitwa Walter Ochieng. Waitwa nani? Walter Ochieng. Walter Ochieng, uko na maoni yapi kuhusiana na kesi inayoendelea hivi sasa katika mahakama ya upeo kama mwananchi wa kawaida? Maoni yangu ni tusubiri tu yale mahakama itaamua, because kwa kweli kwa Kenya hii uchaguzi nje imekuwa uchaguzi bora. Ingawa hajafanyika kwa jinsi ambayo inastahili, kuna ukora fulani uliendelea, ndio maana kesi imeenda mahakamani. Kila mara wanasemanga mzee analalamika anaibiwa, mzee analalamika anaibiwa, lakini this time tuko na imani haki itafuata na itatendeka. Na kama mwananchi wa kawaida watarajia nini kutokana na kesi inayoendelea katika mahakama ya upeo? Watarajia nini? Mimi natarajia ushindi. Natarajia ushindi, tutashinda na tutasherekea. Na tunaomba amani, tuzidi kuwa tu na amani na umoja. Waweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Kile tu nachowaambia wasubiri yale mahakama. Kenya mahakama itaamua. Ikisema ni Raila ameshinda, kazi tutachapa pamoja. Wakisema ni William Ruto, tutachapa kazi pamoja tu. Na pia bado asante sana, nashukuru kwa wakati wako kaka. Na mtazamaji wa Bethel Clouds TV, bado hizo ni kauli ya wakazi wa Bama Market, na pia wacha niweze kuungana na sister hapa kando aweze kuniambia kwamba ako na yapi kuhusiana na swala hili nzima la kesi ambayo inaendeshwa katika mahakama ya upeo. Bila kupoteza muda, utaniambia tu jina, waitwa nani? Dorin. Dorin, watoka eneo gani? Natoka hapa Bama. Naam, kama mwananchi wa kawaida uko na maoni yapi kuhusiana na kesi inayoendelea hivi sasa katika mahakama ya upeo? Okay, mimi ni kitu naweza sema, uamuzi ikitolewa katika kotini, tunakubali. Kama ni Raila atashinda ni sawa, kama ni William Ruto ni sawa. Tunakubalia yote ambayo yenye mahakama itasema. Na je, kama wewe mwananchi wa kawaida watarajia nini kutokana na kesi inayoendelea hivi sasa katika mahakama ya upeo? Watarajia nini? Mimi natarajia watutangazie, maana shughuli mingi zimesimama. Tunataka watutangazie, tujue ukweli na tujue ni nani ndo rais. Maisha iendelee mbele. Naam. Na je, waweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Waweza himiza nini Wakenya? Tukue tu na amani, tusikuwe na mfurugu. Tuendelee tu na shughuli zetu kila vile tunakuanga nazo kila wakati. Nashukuru kwa wakati wako. Sawa. Asante. Na kaka, utaweza tu kuniambia jina, waitwa nani? Naitwa Emmanuel Kasima. Sawa. Waitwa nani? Emmanuel Kasima. Emmanuel Kasim, je, uko na maoni yapi kuhusiana na kesi inayoendelea hivi sasa katika mahakama ya upeo? Mimi naona koti itaamua chenye itaamua na ndio tutakubali kama Wakenya. Na watarajia nini kama mwananchi wa kawaida kutokana na kesi inayoendeleshwa hivi sasa katika mahakama ya upeo? Watarajia nini? Mimi naona koti itaamua
na maisha itaendelea kama kawaida. Naona hatutarudia kura. Koti itaamua na itasema ukweli kulingana na waweza himiza nini Wakenya kwa jumla wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Mimi naona tudumisha amani na tukae tu kama Wakenya na tupendane vile tunapendana hadi saa hii. Juu tumetulia na Kenya tunaendelea mbele. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako kaka. Amina. Asante. Kuna hapa hivi dadia analalamika nisimwache nje. Tunazidi tu kukuambia mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV kwamba ni kauli za wakazi wa Bama Market, na hivi sasa pia niweze kuungana na dadi tu hapa niambie kwamba ako na yapi kuhusiana na mchakato nzima unaoendelea katika mahakama ya upeo. Utaniambia tu jina, waitwa nani dadi? Mimi naitwa Mikairo Munene. Naam, watoka eneo lipi? Mimi huko Meru Maua. Na uko na maoni yapi kuhusiana na mchakato unaoendelea hivi sasa katika mahakama ya upeo? Mimi nataka ni kura yangu isipote. Mimi nilipea baba, nataka baba aongoze tu. Naam. Na unatarajia nini kama mwananchi wa kawaida kuhusiana na kesi inayoendelea katika mahakama ya upeo? Nataka tu baba ashinde. Ndio nataka tu nisikie ni yeye. Hivyo tu. Na kwa maneno yako tu tukimalizia, unaweza ambia nini Wakenya kwa jumla wakikutazamia wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Mimi nikiwaambia wanaweza tu angalia waone tu vile tulingangana. Sasa tunataka ushindi yetu tu. Tutaki ipote. Asante. Asante sana. Haya, wacha niweze kuungana na kijana barubaru tu pia hapa aweze kuniambia kwamba ako na yapi kuhusiana na swala hili nzima inayoendelea katika mahakama ya upeo. Tutaweza kusonga tu hivi kidogo. Na bila kupoteza muda utaniambia tu jina, unaitwa nani? Naitwa Ignatius Kipserem. Ignatius Kipserem. Kwa maneno yako tu labda uko na maoni yapi kuhusiana na swala nzima ya ama mchakato unaoendelea katika mahakama ya upeo? Mimi maoni yangu naona hii kesi ni ikamiliwe kwa haraka na haki itendeke. Na je, watarajia nini kama mwananchi wa kawaida kwa kesi inaendelea katika mahakama ya upeo? Wewe watarajia nini? Mimi natarajia mwenye nilimpigia kura kama huyo president elect wasinalify nini yake juu hata tumekaa nyumbani sana, sasa makazi zimesimama. Shughuli mingi zimesimama. Na je, unaweza himiza nini Wakenya wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Waweza himiza nini Wakenya? Kenya naweza himiza Wakenya wenzangu wadumishe amani na mwenye atakuwa declared na mahakama wakisema turudi kwa election tutarudi. Wakisema ndio mwenye huyo president atakuwa wetu wote. Hakuna mwenye atakuwa Mkenya tofauti na mwingine atujua alipigia huyu ama alipigia huyu. Sisi Wakenya wote ni watu wa moja. Kama unga ikipanda itapandia mtu wa mwenye alipigia huyu mwingine ama mwenye alipigia huyu. Unga ikipanda itapanda kwa wote. Ikishuka itashuka kwa wote. Kayole tole, matumbo tole. Ninashukuru kwa wakati wako kaka. Na mimi nimeomba dakika ya mwisho naenda sasa. Okay, harakisha sabato kwa wengi. Kwa majina naitwa Mohamed Juma Njuguna, nikikufa saa hii nazikwa saa 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na nimesema ukweli kama Wakenya. Uhuru Muigai Kenyatta, wacha kudanganya Raila Omolo Odinga. Bibi yangu anaitwa Chebet ya mune chamuge. Bibi yangu ametoka Kericho, na nimesema ukweli kama Wakenya msidanganywe. Kama ilipigwa debe ni ya Wakenya. Wakenya oe! Tano tosha Wakenya. Sana. Okay. Mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, bado hiyo ni kauli ya wakazi wa eneo la Bama Market. Kwa kweli wameweza kufurahi kidogo, tusonge nyuma. Wamefurahi kwa kweli na wanasema tu kwamba Wakenya wanazidi kusherekea, yote atakaye kuja watakubaliana naye. Na bila kupoteza muda, wacha niweze kuungana pia na kaka niambie kwamba natoka wapi, ako na lipi la kuchangia kuhusiana na swala nzima linaloendelea katika mahakama ya upeo. Bila kupoteza muda, utaniambia tu jina, waitwa nani kaka? Kwa majina ni Joseph Dubi kutoka Murang'a. Naam, na uko na maoni yapi kuhusiana na mchakato nzima unaoendelea katika mahakama ya upeo? Mimi maoni yangu naweza sema vile koti itaamua, sisi tuko sawa. Na sisi wananchi turudi kwa kazi yetu, tuache kungojea koti iamue. Ikiamua tuchape kazi. Na watarajia nini kama mwananchi wa kawaida kwa maamuzi itakayotoka katika mahakama ya upeo? Watarajia nini? Maamuzi yote inaweza tokea. Inaweza tokea turudie ama Raila ama Ruto. Lakini vile itaamua sisi tufuata hiyo.
Hakuna kupoteza wakati. Na tukimalizia tu, unaweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Waweza himiza nini Wakenya? Wakenya waendelee na kazi yao. Wakenya waendelee na kazi yao. Ninashukuru kwa wakati wako kaka. Asante. Asante. Mtazamaji wa Bethel Clouds TV, jinsi tunaangalia kwamba hii ni comrades ambao wanajituma wenyewe, ni watu ambao wanajifanyia kazi na wanakula jasho yao. Jinsi tunajua kwamba hapa ni Bama Market, na bila kupoteza pia muda mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, nitazidi tu kuungana nao kwamba pia watuambie kwa kweli, ukiangalia wameweza kuvalia manguo ya kazi ama magwanda ya kazi, pia waweze kutuambia tu kwamba je, wanafanya kazi gani na wanashughulika na nini katika eneo hili. Utaniambia tu jina, waitwa nani kaka? Mimi naitwa James Lemayan hapo hivi. James Lemayan, je, wafanya kazi gani katika eneo hili la Bama Market? Niko fiti, nafanya hapa Bama kazi ya nyama. Mimi nabeba nyama. Lakini hali vile imekuwa ngumu hivi manze. Ni bora tu elect president. Pisho tu mambo ikuwe fiti. Juu naye mambo imekuwa ngumu. Unacheki hapa unabeba nyama, unaload ukilodi hivi. Unakuta unga nayo iko 200. President mwenye ataingia tu atushushe nini uchumi, hali endelee kuwa fiti, mambo ikuwe poa. Mwenye tu koti itaamua iko hivi, kama itarudiwa irudiwe, mambo ikuwe fiti. Mimi nitashukuru tu na mambo itakuwa sawa. Tukimalizia, tunaweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya? Wakenya nao wakae tu wako fiti, vile mahakama itaamua, vile wataongea, mambo ikuwe fiti. Wasilete vurugu ama nini wanasema huyu ndo alishinda. Bora mambo tu ikuwe fiti. Kila kitu iko sawa. Bora tu uchumi tuendelee maisha bora. Akuwe ni kama ndugu yangu, sister yangu. Tuelewane tu mambo ikuwe fiti. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako kaka. Na mwacha niweze kuungana pia na ndugu tu hapa hivi aweze kusonga mbele, atuambie kwamba yeye ni nani na ako na yapi kuhusiana na swala hili nzima ama mchakato nzima unaoendeshwa katika mahakama ya upeo. Utaniambia tu jina kaka, waitwa nani? Okay, mimi naitwa James Rogendo. Nafanya kazi hapa Bama Market. Na uko na maoni yapi kama mwananchi wa kawaida kuhusiana na mchakato nzima unaoendelea katika mahakama ya upeo? Sasa hivi vile mambo inaendelea iko sawa. Na mwenye ataamuliwa aendelee tu. Yes. Na je, watarajia nini kama mwananchi wa kawaida kwa chochote kitakachoamuliwa pale katika mahakama ya upeo? Watarajia nini? Mimi niko tayari kwa ile itatokea. Kama ni kurundi ndepeni turundi. Na kama ni kuamuliwa mwenye ataamuliwa aendelee. Yes. Na je, unaweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Wakenya wakuwa tulivu na kuziwe na vurugu. Yes. Okay, ninashukuru kwa wakati wako kaka. Okay, asante sana. Na mwacha niweze kuungana pia na mama tu hapa hivi aweze kuniambia kwamba anatokea eneo lipi na ako na yapi kuhusiana na swala hili nzima. Utaniambia tu jina, waitwa nani? Mimi naitwa Rubano Chemeli Mayo. Yes. Naam. Waweza changia nini ama uko na maoni yapi kuhusiana na mchakato unaoendelea katika mahakama ya upeo ya kesi iliyowasilishwa na muungano wa Azimio? Kwangu mimi kabisa, kitu ya kwanza ni kuweka Mungu mbele. Ya pili ni kwanza kusikwe na vita, maendeleo tukue nayo, atakayechukua asikwe na wivu na mwenzake. Hivyo sasa tutakuwa na amani, hata hapa Bama pia sisi wote tutakuwa tunafurahi ndani yetu. Majukumu nyingine ningeweza furahia sana tukuja tupewa hata uongozi sisi pia, hata kama vijana wasichana wadogo, hata sisi na tuchangamka tushika kitu kai. Naam, tukimalizia tu pale hivyo, je, watarajia nini kama mwananchi wa kawaida kwa chochote kitakachoamliwa katika mahakama ya upeo? Watarajia nini? Upendo na amani. Na zaidi ya upeo, aliye juu asiangalie mwenye yuko chini. Aliye kwa ngazi, at least mwenye yuko chini ashushwe pia. Okay, na unaweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Unaweza himiza nini Wakenya? Naweza himiza Wakenya, please be a surety. Don't fear anything. Be yourself. Yes, and fear your God and give respect. Wakenya tufanya kazi mdogo. Hata kama tunaenda na wheelbarrow ama tunaenda na pikipiki yoyote, tuko hapo kwa pikipiki. Hapo bado itakuwa ni sawa. Amaje mabeste? Okay, ninashukuru kwa wakati wako. Hata mimi niko nimeshukuru. Asante. Na mwacha tu niweze kuungana na ndugu tu hapa hivi anazidi kuniambia next ili nisimpite. Wacha niweze kusikia kwamba pia ako na lipi kuhusiana na swala hili nzima la ama mchakato nzima ya kesi inayoendeshwa katika mahakama ya upeo. Utaniambia tu jina, waitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Bernard Muteti aka Kiberiti. Watoke eneo lipi? Natokea tu area hii tu ya Bama, ndio nafanyanga kazi. Na je, uko na lipi la kuchangia kama mwananchi wa kawaida kwa mchakato nzima unaoendeshwa katika mahakama ya upeo hivi sasa? Mimi kwa maoni yangu ama kuchangia venye tu mahakama yenye itaamua ndivyo tu, si kama Wakenya tutakubaliana tu na mahakama.
Juu si kama wananchi tulifanya haki yetu ya kuvote ama kupiga tu kura. Chenye tunangojea tu ni venye mahakama itaamua, ndio uamuzi wao ndio wa mwisho, ndio tutakubaliana tu kama Wakenya. Na je, unaweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Nahimiza tu Wakenya venye tu hali iko kumetulia. Kazi yenyewe imerudi lakini si kama vile. Lakini Wakenya wote na dunia nzima macho yote iko kwa mahakama. Chenye itaamuliwa, nahimiza watu wa Kenya tuendelee tu na shughuli zetu za kawaida na amani ikue tu. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako kaka. Sawa. Asante sana. Naam, next sasa wacha niweze kusonga. Unajua wenyewe wananiambia, wakazi wa Bama Market wananiambia next. Sasa itabidi tu niweze kusonga kwa yule ambaye anafuata. Utaweza tu kusimama na hapo hivyo. Uniambie tu jina, waitwa nani kaka? Naitwa Maxwell Omondi. Maxwell Omondi, watoka eneo gani ama waishi mtaa gani katika jiji la Nairobi? Naishi Umoja. Na uko na maoni yapi kuhusiana na swala hili nzima ama mchakato nzima unaoendeshwa katika mahakama ya upeo hivi sasa? Kwangu kulingana na swala yenye inaendelea kwa saa hii, ningependa kijenye koti itaamua iamue kitu ya ukweli. Sababu sisi kama wapiga kura, kama kila mara unapiga kura inakuwa na shida. Mwishowe sisi kama wapiga kura tutapiga kura. Kama mimi nilishaamua. Sababu yule kiongozi mwenye nimemchagua, kasi itakuwa napata mwenye yule mwenye nilimchagua, sitafurahia kupiga kura. Hakuna haja ya kupiga kura. Na je, kama tuwe mwananchi wa kawaida, watarajia nini katika maamuzi yatakayotolewa na mahakama ya upeo? Watarajia nini? Mimi kwangu na prefer amani, nataka amani ndio tuwe nayo. Sababu hata iwe kiongozi yenye siku mkoa nimemchagua na kati yale mahakama sasa sema ataongoza niwe nimefanya nini, mwishowe ataongoza. Mimi sina la kusema ama sina la kufanya. Na je, unaweza himiza nini Wakenya kwa jumla wanaokutazama wakisubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Waweza himiza nini Wakenya kwa jumla? Mimi kwangu ni amani tu. Amani kitu mzuri, sababu hapo nyuma 2017 hizo tumekuwa na furugo. Na zile furugo ambapo hata mimi nilikuwa nakimbia hapa na pale, ambapo kuna vitu zenye nilipoteza hiyo muda. Na hii time nimekuwa sawa. Hata nimekuwa nikikuja kazi, hata hiyo siku ya election nilifanya nienda election, nikafanya uchaguzi yangu na nikarudi tu kazi yangu. Na nimekuwa kazini mpaka sasa hivi. Ambapo hiyo amani inafaa iwe tu hivyo. Asante sana, nashukuru kwa wakati wako kaka. Hata mimi nimeshukuru sana. Asante. Na nimeweza kusikia sauti ya mrembo hapa nyuma, kidogo amekimbia kamera. Unajua wengi wanaogopa kamera, lakini nasema kwamba tu hizo ni baadhi ya kauli ya wakazi wa Bama Market, mtazamaji wetu. Na pia wacha niweze kuungana na dadi hapa, nauliza kwamba nini inaendelea, aweze kusonga kwamba aambie watu ni nini inaendelea. Utasonga tu hapa hivi dadi, tuweze kuzungumza nawe bila kupoteza muda. Utaniambia tu jina, waitwa nani? Mimi naitwa Evans Yanyula. Mimi ni mkaaji wa Soweto. Na mimi nafanya kazi Kikomba. Na mimi naomba mahakama hii ifanye kazi yao. Na tunaomba tulipika kura tulipika mzuri, lakini mahakama wakupatia haki yetu, wasipendelee upande moja. So daktari mtazamaji wa Bethel Clouds TV, sina budi kutia kituo kwa kipindi chetu cha Sauti ya Mtaa. Kumbuka tumekuwa tumekita kambi katika eneo la Bama Market na tumeweza kuungana na wakazi wa Bama Market, mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, na tumeweza kupata mawaidha kinzani kutoka kwa wakazi wa Bama Market. Kumbuka tumekuwa tukizungumzia swala nzima la kesi ama mchakato unaoendelea hivi sasa katika mahakama ya upeo. Na jinsi nimekufahamisha kwamba tumepata maoni kinzani kutoka kwa wakazi wa Bama Market, wengi wakizidi kusema kwamba chochote kitakachoamliwa katika mahakama ya upeo wako tayari kukipokea. Chochote kitakachoamliwa, iwapo ni mrengo wa Azimio utaweza kupewa kipaumbele, wataupokea. Iwapo ni mrengo wa Kenya Kwanza utaweza kupewa kipaumbele, wataupokea. Na wamezidi kuhimiza zaidi ya yote kwamba Wakenya wazidi kuungana kwa pamoja kwa amani na upendo, maana wanajua kwamba
popote amani, umoja na upendo upo, ndipo kila kitu kinaweza fanyika kwa njia iliyo shwari. Na hata kama sisi Bethel Clouds TV tunazidi tu kuhimiza mtazamaji wetu, ukisubiria uamuzi utakaotoka katika mahakama ya upeo, tuzidi kudumisha amani, amani, amani. Maana ndugu yako ni yule aliye karibu na we, anayekujali na kukufaa wakati wa shida. Wacha tuweze kutana wakati mwingine. Nimekuwa wako Omoding Pascal, Bethel Clouds TV.